unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Mungu. Oh, haleluya. Karibu sana ndugu yangu katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusu Roho Mtakatifu. Leo tuna somo letu ambalo linazungumzia kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu kwa maisha yako ya kila siku. Lengo letu ni kukufundisha Mkristo kuwa na njaa na kiu ya kudumu ya Roho Mtakatifu ili uishi maisha yenye nguvu ya Mungu. Kama kuna jambo ndugu yangu hapa duniani unapaswa kuwa nayo katika maisha yako ni kuwa na kiu ya kujazwa Roho Mtakatifu kila siku. Hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu linavyosema ya kwamba katika Yeremia 29:13 kwamba ninyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Ninyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Maana yake ni kwamba Mungu hujifunua kwa wale wenye kiu ya dhati ya kiroho juu yake. Maana ya kuwa na kiu ya Roho Mtakatifu. Kiu ya Roho Mtakatifu ni tamaa ya ndani ya mtu ya uwepo wa Mungu. Yaani Mungu aingie ndani ya maisha yako na uwepo wake ili uwe na kiu. Kama vile ambavyo Zaburi ya 42 mstari wa kwanza na wa pili anavyosema, kama ayala ayaonavyo shauku kwa mito ya maji, ndivyo roho yangu ikuoneavyo shauku Mungu. Daudi alikuwa na shauku ya kutaka kumwona Mungu katika maisha yake. Hivyo Mkristo wa kweli uliyookoka na ambaye umejazwa Roho Mtakatifu na unatamani kujazwa, unapaswa kuwa na kiu ya kumtamani Mungu kama mito ya maji. Yesu anawaita wenye kiu. Anasema kama vile mtu akiona kiu aje kwangu ayanywe maji ya uzima bure, na mtu aniaminie kama vile maandiko yanenavyo, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Kwa hivyo wewe ambaye una kiu ya kutamani kujazwa Roho Mtakatifu kila siku, basi kiu ile itageuka kuwa mito ya maji inayobubujika baada ya kujaa Roho Mtakatifu. Yesu alimaanisha Roho Mtakatifu atakayejaza maisha ya mtu anayemwamini na kumtafuta. Amri ya kujazwa Roho Mtakatifu kwa wale ambao ni watoto wa Mungu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Kujazwa Roho Mtakatifu ni uzoefu unaopaswa kuendelea kila siku katika maisha yako. Wenye njaa na kiu watashibishwa. Mathayo 5:6, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mungu hujaza watu wanaotamani uwepo wake na haki yake. Njia ya kudumisha kiu ya Roho Mtakatifu ni maombi ya kila siku. Kama kuna jambo nataka ulipate hapo ni hilo, kwamba maombi ya kila siku, kama Yuda anavyosema mkisali katika Roho. Maombi huimarisha ushirika wetu na Mungu, kama ambavyo katika sehemu zilizopita tuliona katika somo letu la ushirika na Roho Mtakatifu katika huduma na ibada, na tukaona ya kwamba Roho Mtakatifu anatoa karama, na zile karama zinakusaidia kama karama ya neno la maarifa, karama ya neno la hekima, karama ya imani, karama ya matendo ya miujiza, karama ya kunena kwa lugha na karama ya kutafsiri lugha. Lakini pia Roho Mtakatifu hutoa matunda yake. Hivyo kila mtu ambaye ana kiu ya namna hiyo, unapokuwa unatamani kujazwa Roho Mtakatifu, basi unapaswa kusali kila siku. Neno la Mungu linasema pia, neno la Mungu linasema pale ambapo unapokuwa unakaa katika neno. Jambo lingine la muhimu sana ili uwe na kiu ya kujazwa Roho Mtakatifu ni kusoma neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yako wewe uliyeamini. Neno la Mungu linampa Roho Mtakatifu nafasi ya kufanya kazi ndani ya moyo wa muumini. Neno la Mungu linampa Roho Mtakatifu nafasi ya kukaa ndani yako wewe ambaye umemwamini yeye. Wakati mwingine tunajaa maneno ya watu badala ya kujazwa neno la Mungu ndani yetu. Faida ya kujazwa Roho Mtakatifu. Matendo 1:8 anasema mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu,
Roho Mtakatifu hutupa nguvu ya ushuhuda, ujasiri na ushindi katika maisha yetu. Ndugu yangu mpendwa, kama ambavyo Isaya 44 mstari wa 3 anaposema, nitamimina maji juu yake aliye na kiu, nami nitamimina roho yangu. Hii inamaanisha Mungu ameahidi kumwaga roho wake kwa wale walio na kiu ya kweli ya uwepo wake. Hivyo Mungu akubariki sana, na kutakia neema ya Mungu uwe na kiu. Ni mimi Pastor Dominic Masi, niko tayari kuwajibika na kufundisha lolote la Mungu kukutia moyo katika safari ya wokovu. Karibu sana. Unaweza kuwasiliana nami kwa email ambayo unaiona hapo, na namba zangu za simu za WhatsApp ni hiyo ya Voda na hiyo ya Airtel. Karibu sana kama utapenda kutoa maoni au kusapoti huduma yangu ya kimtandao. Mungu wa mbinguni na akubariki katika jina la Yesu. Nikutakie ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako, na nguvu ya Mungu ije juu yako katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mungu wa mbinguni akubariki.